nyinyi ili tuwapange vijana pale katika program yetu ya affordable housing, tuwapatie ajira pale kwa market, tuwapatie ajira pale kwa county aggregation and industrial parks, tuwapatie kazi pale kwa mitandao ama digital jobs, mupate kazi pale kwa export of labor, mupate kazi pale kwa nyota, mufanye biashara. Hiyo ndio tunataka, kwa sababu tunajua vijana wa taifa letu la Kenya ni wa muhimu, na kwa sababu hiyo nguvu yao, talanta yao, uwezo yao ndio watatusaidia kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya. That is why we need the energy, the talent, the education, the knowledge of every young person, so that they can contribute to the development of our country in terms of them working either in our program on affordable housing, in our digital jobs program, in our export of labor program, in the Nyota program. We want to recruit the talent, the expertise, the knowledge, the energy of the young people of our nation, so that they can help us drive the economy of Kenya and build Kenya, move it from a third world country to a first world country. Watu wa Kakamega tutasaidiana jameni. Magonjwa inasumbua wananchi wengi. Ni kweli ama si kweli? Mtu anakuwa mgonjwa sio kwa sababu anapenda. Mtu anakuwa mgonjwa sio kwa sababu ametumana. Mtu anakuwa mgonjwa kwa bahati mbaya. Ni kweli ama si kweli? Na katiba ya Kenya inasema serikali lazima iwe na mpango ya matibabu ya wananchi wa Kenya. Na sababu hiyo, nikishirikiana na bunge, tumetengeneza sheria ingine mpya 4 ya kusimamia mambo ya afya ya Wakenya, kwa sababu ni lazima ya kikatiba kwa serikali kupanga mambo ya matibabu ya Wakenya. Ndio asubuhi ya leo nilikuwa kule Butere. Tumeenda kuanzisha hospitali kule, na tumekubaliana na huyu bwana Baraza ya kwamba tutaweka equipment kupitia kwa program ya serikali. Tuhakikishe ya kwamba kuna madawa, tuhakikishe ya kwamba kuna wauguzi, ndio tuhakikishe ya kwamba wananchi wa Kakamega wanashughulikiwa kwa mambo yao ya matibabu. Na vile vile, mnajua kuna hospitali kubwa ilijengwa hapa Kakamega, ile referral hospital. Mnajua hivyo? Ilianzishwa na gavana wetu wa kwanza Mheshimiwa Oparanya. Mimi nimechukua hiyo sasa hospitali. Sawa sawa? Sasa msikie. Hiyo hospitali sasa mimi ndio nitajenga, nitamaliza. Tayari mimi nikiwa hapa kwenu jioni. Leo jioni mimi naenda kuinspect hiyo hospitali. Nimelete contractor mpya, na nimemwambia huyo contractor ndani ya miezi 10 amalize hiyo hospitali, kwa sababu vile vile ikikamilika mimi nitaweka equipment ya karibu milioni 500, kwa sababu mimi najua watu wa Kakamega wanahangaika, wanakuja kule Moi Referral Eldoret. Ni kweli ama si kweli? Mnahangaika, saa zingine mnaenda Kisumu. Ni kweli ama si kweli? Na wale wako na pesa wanaweza kwenda mpaka Nairobi. Ni kweli ama si kweli? So nimesema hivi, hiyo referral hospital kubwa iko hapa Kakamega. Nimeweka pesa ya serikali bilioni 1 ikamilike in the next 10 months. Niweke equipment ya milioni 500. Nyinyi badala ya kwenda Eldoret kutafuta matibabu, sasa matibabu yenu yote yataishia hapa Kakamega, kwa sababu tutakuwa na hospitali na equipment ambayo inatoshana na watu wa Kakamega. Kuna majamaa pale wanatuambia mambo ya shares. Ati serikali shares, huyu wako naye, huyu hana shares, ule hana shares. Mimi nataka niwaambie wale majamaa, hatutaki siasa ya ubaguzi. Siasa ya ukabila na chuki haina nafasi katika Kenya. Mimi nataka niwaambie wakati huu ni wakati wa viongozi kuungana, tufanye kazi ya hawa wananchi. Hawa wananchi wako na akili. Wanajua ni nani anafanya kazi, ni nani wa porojo, ni nani wa ukabila. Ni kweli ama si kweli? Si mtihani iko 2027? Wenye kusahihisha mtihani 2027 si ni nyinyi? Si mnajua nyinyi ndio mtasahihisha ya MCA? Si nyinyi ndio mtachagua mbunge? Si nyinyi ndio mtachagua gavana? Si nyinyi ndio mtakuwa rais? Mimi nauliza nyinyi, wakati mnapima kiongozi, mnapima na kazi ama na sura? Mnapima na kazi ama ukabila? Mnapima na kazi ama chuki? Si mnapima na kazi? Yule mtu amefanya kazi, si mnampatia nafasi? Wa chuki si mnampeleka nyumbani? Wa ukabila si mnampeleka nyumbani?
Ule wa kugawanya watu si unampeleka nyumbani, ama niaje watu wa Kakamega? Kwa hivyo mimi nawaambia hawa watu, tulizeni boli, mambo bado. Watulize boli, mambo bado. Mambo ni 2027. Vijana hoye, nataka munisikize vizuri. Tuko na nafasi mara 4 ya nyinyi kupata ajira. Mnanisikia vijana? Nafasi ya kwanza, kupitia housing fund, tunajenga affordable housing, tunajenga markets, tunajenga hostels. Pale tuko na ajira ya vijana ambao wamesomea masonry, wamesomea carpentry, watu wa steel fixers, engineers,